Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أشرف، والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله كرام شرفا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu cha umma wetu mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tutafikishiana ujumbe kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujumbe wa kiilmu juu ya wale ambao wazazi wanaoteseka na watoto usiku. Unamkuta mtoto anaweweseka usiku, mtoto analialia usiku, mtoto anapata tabu usiku. Basi nataka nikupe faida ndugu yangu, ili usiteseke na mtoto huyo. Kuna muda unaweza ukamkuta mtoto analia usiku, alia mpaka inafika mahala mtoto huyo mpaka unaweza ukaanapandisha homa, na muda mwingine anafika mahala mpaka unaweza ukashikwa na wasiwasi kwamba ukamkimbiza hospitalini kwa kujua kwamba mtoto huyo inawezekana apatwa na malaria. Sasa mimi nataka nikupe faida endapo kama inakukuta hali hiyo katika usiku na mtoto wako. Watoto unajua wanaona watu wabaya kupita wewe mtu mzima. Waweza kuta mtoto wako anaona kitu kibaya katika nyumba yako, ndio namkuta mtoto anapiga kelele, analia tu, anakosa furaha, ila kusema anashindwa. Na mwingine ndio namkuta mtoto usiku anashtuka analia, anashtuka analia. Sasa ukijiona huko hivyo, ndugu yangu au mama yangu hapo, dada yangu, hebu msaidie mtoto wako kwa njia hii ninayokuambia. Usimfunge mtoto wako mikamba kamba, inafika mahala anakuwa kama fundi umeme. Sasa fanya njia hii ninayokuambia. Chukua maji yaliyokuwa safi katika chombo, alafu kisha wewe kama mzazi chukua, weka karibu na mdomo wako. Hii sio mtoto tu, hata kuna mtu mzima naye unafika mahala usiku analala, anashikwa na wasiwasi, inafika mahala anakosa usingizi. Tumia njia hii na wewe. Chukua yale maji, weka kwenye chombo, alafu kisha kile chombo kinyanyue karibu na mdomo wako. Ukishakiweka karibu na mdomo wako, kisha soma suratul Fatiha. Hii suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Utasoma suratul Fatiha 17. Maana yake utasoma mara 17. Hakikisha ile pumzi yako unapumulia yale maji, yani maana yake vile unaposoma ile pumzi yako inaingia kwenye yale maji. Suratul Fatiha 17. Kisha baada ya kusoma suratul Fatiha 17 utasoma ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, utasoma mara 17. Baada ya kusoma mara 17 ayatul kursiyu, kisha utasoma ikhlasi kul huwallahu, nayo vile vile utasoma mara 17. Baada ukishasoma kul huwallahu mara 17 ndio utamalizia hapo. Kisha utapulizia maji hayo ya kwenye hicho chombo, utapulizia mara 17. Kisha ukishapuliza mara 17 utayafunika maji hayo vizuri. Utatumia kwa ajili ya kumpa mtoto yule kunywa,
Hata kama ni mtoto mchanga, mpie kwenye kijiko, ama hao watoto wengine waminie kidogo kidogo anywe, sawa eh? Utampa atakunywa, na mengine utatumia kumpaka au kama ni wewe mtu mzima mwenyewe, tumia kunywa, na mengine tumia kupaka vile vile. Utafanya hivyo utafanya hivyo kwa muda wa takribani siku 3. Ufanye zoezi hilo kwa mtoto wako, ama jifanyie wewe mwenyewe kwa muda wa siku 3. Hayo mambo ya kushtuka, mambo ya uoga katika mwili wako, kusisimka kwa mwili, basi hayo yote yatatoweka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Subhana. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu, tumia njia hiyo, itakusaidia kwa ajili ya kuweza kumkinga mtoto wako kwa mabaya, na wewe mwenyewe kujiepushia mabaya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.